Jambo la kwanza ninamshukuru Bwana Yesu. Ni kesi unahangaika kusoma, imeandikwa bila Yesu sina maisha. Niangalie mimi sasa na sasa. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Pastor Eskaka Shaula. Ninamshukuru Bwana Yesu, jambo la kwanza kwa zawadi na neema ya wokovu. Lakini pia namtukuza pia Bwana Yesu kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwa mtumishi wake, hasa kwenye kizazi hiki. Thank you sir. Kwenye kizazi hiki kwangu mimi ni nafasi ya upendeleo na sichukuliki wepesi. Haleluya. Lakini jambo lingine nipende kuchukua nafasi hii kuweza kushukuru uongozi wa mahali hapa chini ya mtumishi wa Mungu Edson kwa kuona ninaweza kufaa kuweka tofali moja kwenye mkesha wa siku ya leo. Haleluya. Na viongozi wote wa fellowship zote ninatambua uwepo wenu. Hii ndio mara yangu ya kwanza kuingia chuoni TIA. Yaani kuingia sijawahi. So ni upendeleo na ni nafasi kabisa ya heshima kabisa. Haleluya. Na viongozi wote ambao mko hapa nimeonana yule Yosef ndio Emmanuel, lakini pia Robert Zanzibar Tafes. Lakini pia nimemwona ndugu yangu hapa mtumishi wa Mungu Pastor Yotan Chea. Na kila mmoja ambaye yuko mahali hapa, kwa mtumishi wa Mungu pale Albert nimekuona kwa kuom. So asante kwa kuja, na kila mmoja ambaye umekuja kwa nafasi yako ninatambua uwepo wako katika jina la Yesu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuweza kutambua uwepo wa watumishi wa Mungu ambao wamesimama mahali hapa. Mtumishi wa Mungu baba yetu Tambikeni, kiukweli ningetamani kumuona, lakini sasa ratiba zimekaa vibaya. Tunapangwaga kwenye ibada pamoja na hatujaionana. Sijawahi muona. Na mwaka wa 5 Mbeya sijawahi muona hivi. Ila tunakuaga kwenye matukio kama hivi, anawahi yeye, nikija kufika anaondoka, lakini Yesu ni Bwana. Siku moja naenda kujipeleka mwenyewe kwa mzee. Haleluya. Lakini pia my brother hapa Elasto Timotheo pia ni mtu mzuri, amefundisha vitu vizuri sana. Nikaa najiuliza hivi wanaelewa anachofundisha au wanasinzia? Yeye anaongea vitu vigumu lakini kwa lugha nyepesi, anaongea visipoweka akiba. Jamani, weka akiba. Weka akiba. Akiba inatunzwa. Yaani ni rahisi hivyo. Ila nguvu za usoni zikianza kwenye maisha. Sasa ila nilikuwa naweka akiba yani. Lakini Yesu ni Bwana. Wengine mtajifunza kama kwa moto, wengine mtajifunza. Wanaelewa, wanaelewa ambao mnasubiri mpaka mpige nguvu za usoni. Hakuna shida, lakini amefundisha vitu vizuri sana. Haleluya. So na mimi nakuja kwenye kakipati kangu kadogo kumalizia tu. Sitafundisha, so siwe serious sana. Ukasema of course utasinzia, unajua. Huwezi kusinzia. Hauwezi, hiyo unajua, huwezi kusinzia. Hauwezi hata kama unasema mimi na usingizi, jaribu. Huwezi kusinzia. Hauwezi, utasinzia, najua utasinzia. Yaani najua utasinzia. Sasa usiwe serious sana kuliko mimi. Uwe na sura ya kusmile. Yaani relax ndio ninachomaanisha. Umeelewa? Kwa sababu siji pase kufundisha, nataka tuongee as brothers. Yaani tuongee kama kaka na wadogo zake. Wengine mmenizidi sawa, ila kaka na kama wewe ni kaka yangu, mimi ni mdogo wako, sio okay, sina shida. Kama ni dada yangu, whatever, tupige tu nini? Story. Tumeelewana vizuri? Lakini kabla tujaanza kupiga story, nataka kuna mtu anaumwa mgonjwa na anataka kupona. Kabla tujaanza hiyo story, kuna mtu ni mgonjwa na hapa alipo anajisikia au ana ugonjwa fulani ambao ana changamoto ya kiafya na anataka kupona. Kuna mtu hivyo? Kuna mtu hivyo? Njoo basi Yesu akupone. Njoo, yani simple tu, yani hata sio mambo magumu hivyo. Tuanze na hiyo ofa kwanza kabla tuanze stories za mapenzi na mahaba. Mambo ambayo yanawavuruga, yani kikutana wanavyo, unaweza kukuta mtu ni mstaarabu hivi. Ana vitu vyake huko vinampiga. Ni hatari. Mshikie tu hapo alipo. Simama tu. Umesikia unakuta mtu yani ukimwona kama yuko serious hivi. Kumbe ana vitu vyake hivyo. Mapenzi. Unakuta mtu ana safu. Vipi? Kumbe kapigwa chaga. Au ana mpenzi ambaye wako kwenye mahusiano ambao hawajui wanahusiana na nini. Ila wako kwenye mahusiano.
na ndo bahati mbaya sana akawa anasoma zake University of Dar es Salaam. Ni hatari. Unajua sasa hapa sina mpenzi hapa, ni basi tu ya relax tu basi. Ametenda, ametenda, ametenda Yesu. Albert, tunaendelea afika. Kwa vizuri. Wewe ndio upende uzingizi. Wewe si nani? Roho Mtakatifu, nakushukuru. Asante kwa jambo lako. Kwa mamlaka ya jina la Kristo Yesu aliye hai. Kuna mtu mwingine tena pia? Kuna mtu mwingine pia? Kuna mtu mwingine? Au nyinyi hamtaki, nyinyi hamna magonjwa, mnataka mahaba tu. Nataka mapenzi tu, yani sawa, shida, rudi tu. Sawa, naomba tupige story mbili tatu. Tuongee tu story mbili tatu. Nimeambiwa nifundishe kuhusu mahusiano na hawajaniambia title. Tumeelewana? Hawajaniambia nini? Title. Wameniambia tufundisha kuhusu mahusiano. By the way, nimeoa mwanamke mmoja, mke mmoja, mwanamke. Tumeelewana? Na Mungu amενibarikia. Nina hatima moja kubwa ambayo imepita kwenye viuno vyangu, inaitwa Divine Joshua. Haleluya. Na hakika neno la Bwana ninalo kwa sababu mke wangu aliniambia nenda. Mke wangu akiniambia nenda, hiyo imeisha hiyo. Yaani lazima Bwana ataongea na mtu katikati yetu katika jina la Yesu. Ataongea naye waziwazi katika jina la Yesu. Sasa nisikize vizuri. Mungu amenipa nafasi ya kuexperience changamoto kadha wa kadha linapokuja swala la mahusiano, lakini pia nimepata nafasi ya kuona changamoto nyingi sana linapokuja swala la mahusiano. Na Mungu alinipa wito wa kufundisha eneo la mahusiano. Tumeelewana vizuri? Na nimeanza kufundisha mahusiano nikiwa single kabla sijaoa. Nimeanza kufundisha mahusiano. Tumeelewana? Nimeanza kufundisha mahusiano kuanzia mwaka 2020. Nimeanza yani kufundisha serious, nafundisha mahusiano. In fact, watu wengi wanaamini mimi ninachokijua ni mahusiano tu. Yaani mtu ambaye hajakaa chini yangu akanisikiliza, yeye anaamini pastor kitu pekee anachokijua ni mahusiano na ndoa. Na kuna wengine wanaamini ibada zetu zote ni mahusiano na ndoa. It's not a big deal. Kwa mimi sawa tu. Umeelewa vizuri? Kwa eneo la mahusiano eneo ambalo nimefundisha mara nyingi na nimesolve kesi nyingi. Nimeanza kusolve kesi za wanandoa kabla sijaoa. Tumeelewana? Umenisikia vizuri? So nimefanya hivyo muda mrefu nimefundisha kwa msaada wa Roho Mtakatifu na nikajifunza, nikasoma vitabu vingi kuhusu mahusiano na nini? Na ndoa. Na katika kufundisha nimekutana na changamoto nyingi. Mengine akana nivuruga na mimi, lakini ndio hivyo. Nasoma. Mwaka jana wakati mwaka unaanza, Mungu akawa ameniwekea tu ndani yangu kwamba you have to study in this area in a very serious way. Achana hii ya kusoma kitabu huku, yani usome very systematic. So ibidi nilipie courses. Nikakaa chini ya mentors ambao wanajua kuhusu ndoa. So nikalipia courses kwa mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Bisi Adewale. Nikalipia zile course. Nikasoma, ilikuwa ni kila course mpaka mwaka unaisha. Nikawa nimemaliza course zote za marriage counseling. Umenielewa? So ninapofundisha mahusiano sifundishi kutokea kwenye yani story, yani kama ni dhania. Ninajua experience kwa maana mimi nimewahi pitia visanga, mwenyewe personal najua. Lakini jambo la pili, nimetatua kesi za watu wengi, lakini la tatu nimekaa darasani kujifunza kuhusu ndoa. In fact, hivi sasa hivi hapa juzi nimeanza course nyingine mpya. College of Marital Success. Yaani niko kwenye course tunakomaa huu mwezi na unakuja wote. Ndio nafanya hiyo kazi, nasoma. Na nalipa ni gharama kwa sababu hela, lakini pia tunasoma usiku. Kwa nini niliamua kulipa hii gharama? Ni kwa sababu niligundua kuna shida kubwa sana kwenye mahusiano kwenye kizazi chetu. Na the saddest part of it ni kwamba tuna walimu wengi ambao wanafundisha mahusiano, na nashukuru Mungu kwa ajili ya walimu wao, lakini wengi they are not balanced. Kwa mfano,
Unakuta mtu anaongelea mahusiano na kitu pekee anachoongelea yeye ni spirituality part of marriage. Kwa hata kwambia mume wako anakupiga, omba, funga. Blaza, mimi napigwa. Unaambia niombe. Yaani wewe kama kuomba rahisi hivyo wewe unapigwa wewe. Umeelewa? Ambia wewe funga. Mtu anakuambia mwanaume kwenye maombi ya ruki. Mwamba unaomba na jamaa linafanya maombi ya kijinga. Umeelewa? So kuna spirituality fulani unakuta kuna watu wataanza kuongelea, unakuta mtu anasema haya mambo mengine achana nayo bwana, kikubwa ni magoti. Wewe ukiwa mtu wa magoti, brother, nimekuta wachungaji waliosaitiwa, wachungaji. Unaendea mambo gani wewe? Mchungaji kasaitiwa na mke wake. Mimi nimeona. Unaendea magoti. Na ana power kwa hiyo asubi goti au? You get what I'm saying? Nimeshuhudia wanawake wanalalamika kwenye mandoa. Sizungumzi kuhusu nyie fujo. Hapo nazungumzia wanandoa. Achana nyie mambo yenu najua. Yaani nyie mimi nawajua. Yaani mimi nimecheza na wanavyo mwaka wa 5. Wanavyo tu, yaani kwa nini wanavyo? Yaani nina experience mimi mwenyewe kwa mwanachuo, lakini nyie nimekaa na nyie muda mrefu. Kwa nawajua, nitawarudia msipate shida. Lakini upande wa pili kuna watu ambao wana emphasize psychology peke yake. Kwa unakuta mtu anaanza akiongelea ndoa, anaongelea kwenye upande wa saikolojia tu. Sasa ukishindwa kubalance hivi vitu viwili, unaharibu kazi. So wa saikolojia wanawasema wao wanahubiri neno na maombi, wa maombi wanawasema wao saikolojia. Yaani mnafundisha nini? So kunatakiwa kuwa na kitu hapa katikati. Na ndio hiyo ambayo mimi nilikuwa naitafutaga miaka yote. Na kwa kweli hiyo nimeipata. Yaani mimi nimeipata, najua kubalance cha kote, nikaweza kubalance kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tumeelewana vizuri? Mmenielewa vizuri? So kwa nini nimeweka utangulizi? Ili ninapofundisha uelewe anayefundisha kuna kitu fulani anakijua. Kwa hiyo sio ukasema kuna mwingine ananisoma tu, jamaa ananipimia. Huyu jamaa huyu nani huyu? Pastor mbona mdogodogo hivi? Pastor gani huyu? Yaani pastor na ndevu zote zile, pastor atakuwa yuko serious huyu. Yaani pastor anavaa t-shirt, pastor atakiwa vema suti manini. Glory be to God. Hallelujah. Yes. Tumeelewana vizuri? Sasa nataka tu tuongee vitu vichache tu kwa leo, kwa sababu muda hautoshi kueleza kila kitu. Wale ambao wanafahamu waga nafanya kipindi kila siku. Ashumu ninafundisha kila siku. Kuanzia mwaka umeanza mpaka sasa hivi karibu kila siku wanafundisha kuhusu ndoa na haijaiisha. Na kila siku nafundisha kitu kipya. You can imagine. Kuanzia siku ile tumeanza mwaka mpaka leo ninapokuambia karibu kila siku wanafundisha kitu kipya. Kasoro Jumamosi na Jumapili. Jumatatu ni shule tu kila siku. You can imagine. Lakini nikaa nawaza nje niwafundishe kitu gani? Nataka niwafundishe kwa nini mahusiano ya wanavyo wengi yana changamoto nyingi. Hiyo ndio somo langu la leo. Na sio somo pase tunapiga story. Kwa nini sasa hivi unagundua, kwa mfano mtu mwingine ukimwambia unaweza kuwa na mahusiano na mtu yakawa smart, yasiwe na changamoto, yasiwe na uchafu aina yote, na mkavuka salama, hamna magomvi, hamna changamoto mpaka mkaoana, mtu anakuambia hamna. Au wanaume wa namna hiyo walikufa vita ya pili ya dunia. Au ukasikia mtu anaambia unaweza kuwa kwenye mahusiano na usianguke kwenye zinaa, anakuambia kitu haiwezekani. Haiwezekani. Au mwingine anaongeza ndio anasema unajua mko kwenye mahusiano ambayo hamna ampishani, mgombani, yeye ampendani. Afu anaongezea pale na methali ya wahenga, hata vikombe vikiwa kwenye nini? Kwenye kabati vinagongana. Uliwahi kuona wapi? Wewe kwa nini vikombe vinakuwa kabati vinagongana? Vikigongana kuna mtu kavigonganisha. Lakini mngangania hata vikombe. Yaani mwanaume mniana siku 3. Mnanuniana, ni mwanaume anakununia hivi, mwanaume mzima ananunia mchumba wake siku ngapi? 3. Kanuna kabisa. Ndani na mambo mengi. Okay, ni aje. Tikara na msema. Mara mtu ameingia kwenye mahusiano haya amevunjika. Yaani kuna mtu sasa hivi miaka aliyokaa chuoni na mahusiano aliyopo, mahusiano ni mengi kuliko miaka. Sijasema wewe, alafu siri ni hii, nikisema jambo linakuhusu cheka afu niangalie. Yaani usiangalie, hata jua kama ni wewe. Yaani ukianza kuingia, yaani ikikuingia cheka alafu angalie, tulia tu. Yaani
Usianze kuongea ni pastor wewe, usionyeshe, hawatajua. Disclaimer, nikiwa nafundisha Mungu anaachilia sana word of knowledge na word of wisdom. Asilimia zaidi ya 90 ya mifano yangu sio mifano. Nikisema kwa mfano ile kwamba sijaweka jina lako kwa sababu hapa kama ananiongelea mimi, sio kama ni Mungu kakustai kutajwa jina tu. Niweke tu mapema sababu kuna mtu pastor alikuwa kama anaongea na mimi, sio kama nilikuwa naongea na wewe, ila Mungu Roho Mtakatifu kuonea huruma kutaja nini jina. Tuweke msitizo kabisa mapema. Sasa tusema so kuna jambo hizi nyingi sana hapa. Tena sio issue tu ya dunia. Sasa hivi hadi makanisani ndio hatari. Yaani ndio hatari. Na machea niwe lazima napendaga kutoa mifano kwa machea. Yaani machea mimi na nyie. Mimi mifano yangu yote ni machea. Achana na nyuma, achana nao na dini na nyie. Kwa unakuta mtu ni chea kabisa akisimama hapa akianza kuabudisha, lakini hapa ana vidada vitatu amelala navyo. Na vijuani kwa sababu vyote ananavia, unajua mimi ni chea, kwa hiyo tafadhali tuweke siri watu wasijue. Ana vidada vitatu amelala navyo wapi? Fellowship. Na unaweza kuta kuna siku mwingine unakuta ni kiongozi kabisa wa maombi anapewa namna ya kushinda zinaa. Namna ya kushinda zinaa, point ya kwanza, andika point ya kwanza, andika. Akigeuka kugusana na kabinti kale ambako kanajua alikopa aloungua na uji hapa alipokuwa form 2, anageuka kwa haraka. Unajua wote sisi wanadamu tumevaa mwili, lakini neema ya Bwana inatosha. Tukisema neema ya Bwana blaza ndio garanti. Kwa kuna matakataka ya namna hiyo. Nimesema hivi kwa mfano, unaweza kuta kuna binti yuko kwenye mahusiano na mwanaume, kiukweli hakupaswa kuwa kwenye mahusiano na huyo mtu. Mwingine moyo wake unajua hapa tunapotezea na muda, lakini haelewi afanyeje, kwa sababu anahisi kama ndio inatakiwa iwe hivyo. No sir, haipaswi kuwa hivyo. No madam, haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa hivyo. Ndio gharama msaini. Sasa swala la msingi, kwa nini mahusiano mengi yana changamoto? Ndio swali langu tu. Takuwa najibu, nikifanikiwa kukujibu hilo swali tumemaliza somo. Kwa nini una mahusiano mengi yana vyuo mengi yani matakataka mengi, yani it's like hakuna mtu anaweza kama anachuo na akana mahusiano ambayo yako very systematic. Na wewe na jambo watu, kwa mfano unakuta anakuja hapa mtu ambaye ni wanataka alumni au nani hawa associate street, anaweza akasema unajua mimi nilikuwa na udada kwenye mahusiano, nataka tabia form 4, tukaenda baadaye tukaenda mpaka tukaoana, tumekaa kwenye chumba miaka 10. Sema amina. Ila anapoongea anaenda mwaka wa kwanza unaenda vizuri, hapa katikati sibini na skati wameshafika mwaka wa 10, hapa katikati hawatuambii nini kilitokea hapa mpaka wakaoana. Kwa nini? Okay, basi niseme kwa nini mahusiano yako yana matatizo? Basi niseme hivyo. Au kwa nini wateseka dada kwenye mahusiano? Nikisema hivyo imekaa vizuri? Simekaa vizuri? Unaweza kulala kwa staili? Unaweza kulala? Ukiona umelala kweli umelala yo. Jambo la kwanza, tunapiga story, nimesema story tu. Jambo la kwanza, kwa nini mahusiano mengi yana matatizo? Jambo la kwanza ni kwa sababu watu wengi wameacha kumheshimu Mungu na neno lake. Simple like that. Usipate shida, utanielewa. Watu wengi wameacha kumheshimu Mungu na neno lake. Watu wengi. Kwa nini mahusiano yana changamoto? Kwa sababu watu wengi wameacha kumheshimu Mungu na nini? Na neno lake. Na ninamaanisha hivi. Listen, ukisoma kwenye Mwanzo 2 mstari wa 18 mpaka wa 25. Mstari wa 18 anasema Bwana Mungu akasema si vyema mtu yeye peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Biblia yako inasema kama anachokiongea? Si ni kweli? Si ni kweli? Sasa Adamu wakati ameumbwa na Mungu, amewekwa bustani ya Eden. Adamu hakuwahi kumwambia Mungu kwamba anahitaji mtu. Kwa hiyo ndoa sio wazo la mwanaume wala sio wazo la mwanamke. Ndoa sio wazo la mama yako wala baba yako. Ndoa ni wazo la Mungu. Hadi hapo tuko sawa? Hadi hapo tuko sawa? Kwa hiyo kumbe muasisi wa kwanza wa taasisi inayoitwa ndoa ni Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Haleluya. Na kama muasisi wa taasisi inayoitwa ndoa ni Mungu mwenyewe, hakuna namna unaweza ukafanikiwa. Nasikiliza, hauwezi kaamka tu kujikuta leo uko kwenye ndoa. Unaanzia mahusiano. Au nyewe mnaonaje? Au unajikuta tu nimeshaoana na mtu. Kwa
kama muasisi wa ndoa ni Mungu, maana yake tukitaka kuwa na ndoa nzuri, maana yake tunaanza na Mungu kuanzia kwenye mahusiano. So shida kubwa ni kwamba watu wengi wanataka kuendesha mahusiano bila equation ya Mungu. Zaburi 127 mstari wa kwanza inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Sio kwamba hawajengi, wanajenga, lakini sawa sawa na asiyejenga, ambaye hatafuata ambacho Mungu amesema kuhusu mahusiano. Sio kwamba hataolewa, ataolewa, ila cha mtema kuni atakiona. Haujanielewa? Ambaye hafuati ambacho Mungu amesema, sio kwamba hataingia kwenye mahusiano, ataingia brother, ila kuhusu cha mtema kuni kukiona atafanyaje? Atakiona. Hata akiwa chea atakiona vile vile. Yaani atakuwa chea yote, hata ukiwa chea brother, ukiingia bila Mungu anavyosema, cha mtema kuni utafanyaje? Utakiona. Jigaranze. Na remind you, ninaposema Mungu, watu nikisema issue ya Mungu watu wanapata shida. Ni kama ninodhania. Nikisema Mungu ninamaanisha neno lake. Nini Mungu amesema kwa habari ya mahusiano na ndoa kwenye neno la Mungu? Mathayo 7 mstari wa 24 mpaka 27. Ni story ya watu wawili. Mmoja anaitwa mpumbavu na mwingine anaonekana mwenye akili. Tuseme mwenye hekima, sio hivyo? Na utofauti wao, huyu mpumbavu na mwenye hekima, utofauti wao sio wanavyoongea, hapana. Mpumbavu wa kwanza alijenga juu ya mwamba, sawa, ndio anaitwa mwenye hekima. Alafu anasema kilichokuja kupima kwamba ni mpumbavu au yeye ana hekima ni nini kiliwatokea baada ya kujenga. Mwenye hekima alijenga juu ya mwamba, mpumbavu alijenga juu ya mchanga. Biblia yake inasema ninachokisema. Na anasema hivi, baadaye kuna vitu vitatu vilikuja. Cha kwanza, mvua ikanyesha, ikapiga. Cha pili, upepo ukaja. Cha tatu, mafuriko yakaja. Wote watatu viliwakuta, wote wawili viliwakuta vitu vitatu. Jigaranze. Kilichoonyesha kwamba ni mpumbavu na yeye ana hekima ni nini kilitokea baada ya vitu vitatu kuwatokea watu wawili? Wanasema hivi, mpumbavu baada ule upepo mkali na mafuriko kupiga, anguko lake ilikuwa kubwa sana. Tulivyoona maanguko tukagundua jamani mpumbavu. Tulivyoona unapiga makelele kulia kwenye mahusiano, sijasema wewe ni mpumbavu, nimesema neno la Mungu lilichosema. Tulivyoona unapiga makelele kwenye mahusiano, najua sio kwamba sio issue ya upendo. Huyu jamaa yuko kwenye kundi moja, sijasema kundi gani, ila wewe mwenyewe unaweza kujiweka tu kulingiana ulivyopiga, umeonaje? Kwa kuona mahusiano na kupeleka huko na kupeleka huko, usiseme tunaenda tu kuomba nitaomba. Sio issue ya kuomba tu brother. Anayejenga juu ya mwamba maana yake anajenga juu ya neno. What does the word of God says about relationship and marriage? Do you know it? Do you live it? Unafahamu nini na Mungu anasema kwa habari ya mahusiano? Unafahamu nini na Mungu anasema kwa habari ya uchumba? Unafahamu nini na Mungu anasema kwa habari ya ndoa? Kama ufahamu hizo test tatu zikikukuta, tutasikia kilio cha mbuzi. Nikisema mvua, sio mvua hii, ninamaanisha mvua it symbolizes blessing. Kuna watu mahusiano yao walipitia changamoto baada ya jamaa aliyekuwa naye kwenye mahusiano chuo, alipomaliza chuo akapata kazi. Kazi ni baraka ya Mungu, lakini alipopata kazi akagundua sio type yake. Kwa shida sio kupata kazi, shida ni kwamba yeye mahusiano yenu hakujenga kwenye neno, ndio tatizo. Dada aliingia kwenye mahusiano naye kwanza, alikuwa anakupenda. Anasema kabisa ni zamani tulikuwa tunadanganya sasa nikinywa maji na kuona kwenye glass. Usiku silali na kuwaza wewe. Nikilala na kuota. Jigaranze. Na mtu mmoja ananiambia na sinzia nikikuwa. Tembea vitu kama hivi. Lakini blaza yule dada alipomaliza chuo akaenda kazini, akaanza kushika vihelahela vingi vitatu, akaanza kutoka out na watu fulani, anaanza kuona wewe ya useless. Unalalamika, unasema wanawake wa siku hizi mimi siwaelewi, wanawake wote mimi siwaelewi, wanaume wote mbwa, wewe mwenyewe ni mbwa, kwa sababu hamna mtu mwanadamu anaweza kudate na mbwa, wewe mwenyewe ni kimbwa tu, kwa sababu usinge na mbwa kama wewe ni mwanadamu wa kawaida. Sijakutukana, anasema anachokisemaga. Sasa anatukana, nimetukana hapo? Wewe kama unamuta mtu mmoja anaongea date naye, wewe unaona mbwa anadate na mwanadamu?
Maana kiungo kilipochangamka. Sina kusema hapa mpo. Na wazungumzia wa dunia ndio wanasema hivyo, wenyewe amsemaji bwana. Yeye mahusiano na watesa? Hamna, wewe hapa wote ni mambo mazuri tu. Yeye anawatesa nini? Hamna wewe. Wewe unavyojiona anakutesa. Sio anakutesa wewe. Wewe unaweza kukuta mwanaume mbwa. Yaani wanawake wote wako vile vile tao. Yaani wanawake wakishakuwa na zako. Samahani, aliyekwambia utembee na wanawake wote nani? Nani? Yaani umetembea na wanawake wote nani? Nani kakwambia? Upepo ukaja. Anaposema upepo, msipelekweshwe na upepo wa mafundisho jitahadhari. Waefeso 4:11-16. Upepo maana yake sasa kama ni falsafa, yanaweza kama ni mafundisho, yanaweza kama ni maneno fulani ambayo yanataka kuchezesha aina yako ya ufahamu. Kuna watu hapa hata mentality zenu kuhusu ndoa zimechange kwa sababu kuna watu maarufu mlioona wanaongea vitu vya kipumbavu na mkafuata wanachokisema. Kuna mtu hapa haamini kwamba mwanaume anaweza kaa na mwanamke mmoja na akatulia. Anasema hakuna mwanaume anaweza kutulia na mwanamke mmoja. Hutoidio. Mungu alimwambia Adamu, alimwambia Eva peke yake. Mungu alikuwa anaona Eva atosha, sangemwambia wanawake watano. Unaona Mungu wanadamu anahekima kuliko Mungu. Mwanamke mmoja anatosha kama ukijua namna gani ya kucheza naye. In fact mwanaume wote atakayekuwa na mwanamke zaidi ya mmoja lazima achanganyikiwe. Huwezi kunielewa. Mwanaume hawezi kuwa hajaambiwa kuwa na wanawake wawili. Akiwa na wanawake wawili tu lazima kuna fuse zitavurugwa. Kwa sababu mwanamke mmoja ni chuo ambacho unakisoma mpaka siku unaondoka duniani. Ni chuo. Kama hujaoa hawezi kunielewa. Wanakuja na maversion tofauti. Yaani kila siku nasema nimemuelewa, akija kesho kabadilika. Nimemuelewa, akija kesho na dawa pekee ni bwana mimi sijamuelewa, anaendelea kumsoma mpaka siku unaondoka. Very simple like that. Tugaramze. So kuna mafundisho unasikia huko yanakuja. Mtu unakuta mtu anaongea kwa sababu ni mtu maarufu. Anakwambia haya mambo yasiyo wanaume wawe vichwa, haya mambo hakuna. Siku hizi wote tuko sawa. Yaani hakuna. Hii sheria haipo. Yaani mwanamke na wewe unaweza. Anachoweza mwanaume na wewe mwanamke unaweza. Brother samani, siku mwanamke akitaka kuwa kama mwanaume ametoka kwenye nafasi yake na anakuwa useless. Ndugu zangu, mimi mwanaume siwezi kuwa kama mwanamke jamani. Mimba miezi 9. Wanaume wangekuwa ndo wanapata mimba, tungekuwa wachache. Yaani kila mmoja mmoja tu, akipiga moja huyu tena. Huyu tena. Hapo nasikia mwanamke anakuambia, sisi yani mwanaume anachoweza wewe mimi unachoweza ni sikiwezi. Mimi siwezi. Wewe kama unaweza vya kwangu fleshia mimi siwezi. Hakuna, lazima tuwe mwanamke na yeye. Sikiliza brother, sikiliza my sister. Kuhusu headship of a man is not about provision ya hela. Kwamba it's not about provision. Yaani ile ni utaratibu ambao Mungu ameweka kwenye familia ili familia iende. Listen, mwanamke anaweza kuwa kiongozi mzuri sana kwenye setting ya aina zote, lakini mwanamke ni kiongozi mbaya sana anapokuja kwenye taasisi ya ndoa. Kama unabisha, kama wewe ni mwanamke, siku moja nenda kae kichwa kwa mume wako, kajaribisha. Utakuja kunipa matokeo. Mimi nisema unaweza kuwa CEO, umemwajiri mume wako. Unaweza kumuelekeza na kumpa nani kazini. Ukifika kwenye ndoa, tupa usia wako pembeni, ukiingia kwenye ndoa wewe ni msaidizi wake, mume wako ni kichwa. Ukitaka kubishana na hicho kitu, kajaribishe, utakuja kuniambia. Sio issue kama mwanaume ana hela, sio issue ya hela, au ana hela au ana hela. Yaani akisha kuwa mwanaume na umekubali kuolewa naye. Na ndio maana unapewa choice ya kuchagua nani ambaye uko tayari kusubmit chini yake. Sasa pastor, unasema tusubmit. Kwa mfano, mwanaume mlevi, nani alikutuma uende kwa mlevi? Umeelewa? Yaani kwa mfano, anakupiga, samani, ulimtoa wapi anayekupiga? Kwa sababu unafanya choice kama mimi kwa wewe unapokuona naweza nikasubmit. Hiyo ina ngoma nina hela, hiyo ina ngoma I'm broke, I can be broke, but still I'm your husband, I'm your head. Why? Because the word says so. Full stop. Na bahati mbaya huwezi kubadilisha. Neno la Mungu limesetwa milele heaven. Alibadiliki.
Ukijaribu kutaka kulibadilisha itakuvunja. Ndio unaanza kupiga makelele. Wanaume siku hizi mwanaume wote hata mpumbavu namna gani, akishaingia kwenye ndoa anataka kuwa kichwa, hata kama haelewi kichwa kinafanya kazi gani, anataka kuwa kichwa tu natural. Ndio maana unasikia kitoto kibenteni kimeolewa na shugamani, kinapewa hela, alafu kuna siku kinataka kimtawale anayekipa hela, baadaye wanaachana. Anapewa hela mtoto, anakula. Mimi mwanaume au nani mwanaume? Yeye mwenyewe leo hata wanaume ni, lakini ni natural. Mungu ametengeneza wapi? Ndani. Sasa ukipigwa na upepo wa mafundisho manyonge, yanakutoa kwenye reli. Unasikia wanakwambia haiwezekani ukauzia mbuzi kwenye gunia, na wewe umekubali kuwa mbuzi. Alafu unashangaa jamaa kakutumia kakuacha. Nani anaoga mbuzi? Sasa pastor unasema tutajuaje kama ya compatible? Ndio mnauzaga maswali yenu. Tutajuaje kama ya compatible? Okay. Mama kakugusa kagundua mtu compatible kakuacha, unalia nini sasa? Si unaanza kitu chako cha kwa compatibility. Mama kagusa wewe. Mafuriko yataja. Mafuriko ni matatizo. Kila ndoa itapitia nyakati za giza. Kitakachosababisha watu wengine wasihisi kama wako kwenye giza na wengine wavurugane ile giza ni kiwango cha nuru walichonacho. Nuru ni neno. Ila kila ndoa lazima ipitie giza. Huko nje kuna giza, na si atufili giza. Kinachosababisha tusifili giza sio kwamba sio hakuna giza. Tuna mwanga. Sasa ukiwa na neno, hata kama kuna giza hautapitia changamoto. Kila ndoa ina nyakati za mafuriko. Umenielewa? Hiyo nilikuwa nachomekea tu kidogo hapo. So point yangu simeelewa tu nakuja kwa kumbe watu wengi hawaheshimu Mungu na nini na neno lake. Do you get what I'm saying? Kwa mfano nikupe tu mfano mdogo basi. Ila stories zimenoga ziko vizuri. Hapa tuko vizuri. Watu wanaosinzia nimeona si mmoja tu. Hajitahidi, ana moyo, ana moto. Mimi nifundisha usinzie. Una moyo, kwa sababu nimegundua wanavyo wananipaga kipindi cha muda huu wote, kila nakoenda ni kipindi cha mwisho kabisa, watu wamechoka ndo napewa. Na mimi kama Pele au Messi mwenyewe hapa, ni Messi mwenyewe, yani siwezi kukosea. Na Bwana amenipaka hayo mafuta, na mada aliyonipaga mimi na ile ya zinaa, hizi mbili hizi. Wasi wanaamini mimi najua hizo, tuache. Listen, kwa mfano baadhi ya kanuni ambazo wanapuuzia, ambazo Mungu anasema afu wao wanapuuzia na hawazifuati. Afu sikiliza, Mungu ndiye muasisi wa taasisi nini ya ndoa. Kama yeye ndio, sikiliza kwa mfano, ukinunua hizi speaker sawa, ukitaka kuzitumia hizi speakers maximum efficient, kuna kitu wanaambatanisha na hizi speaker. Is it true? Kinaitwaje? Manyo. Unaona? Hao ni managa USD. Nakutana kila kitu akinua USD, yani si USD. Nguo wananua manguo ya mtumba kila siku. Sijasema za mtumba mbaya, kuna levels sawa. Ila mimi sasa hivi siwezi kuvaa mtumba, huo ndio ukweli. Sio kama sijaivaa, nimewahi, ila sasa hivi yani aliyovaa mwenzangu mna ujanishawishi. Moja kati ya vigezo umeanza kuwa tajiri, jambo la kwanza ni kula vizuri. Jambo la pili kuvaa vizuri. Ukiona hujabadilika kwenye mawili, bado you are a poor man. Na huyu tajiri siku ukiwa na hela, unakuwa tajiri ukiwa na hela ndani. The greatest level of poverty ni spiritual poverty and mental poverty. Mtu atakaye toba kwenye mawili, hela zinamfuata. Umeelewa? So the way you dress, tunaweza tukajua ni maskini au tajiri. In fact, you have to dress the way you want to be addressed. Mmenisikia? Wadada mnaovaa uchi, mimi unavovaa najua akili uonayo. Yaani unavovaa ndio inapima akili yako. Usiniambie mimi sio muuni. Ukivaa najua ni muuni au sio muuni. Pastor tuongelea mahusiano, umeanza mambo ya nguo hayo, kwani wapi imeandikwa? Mimi sijazungumza ile andikwa, nimesema dress the way you want to be addressed. Watu takuwa dress ambavyo umeamua kufanya kudress.
So kijana blaza, sio unavaa nguo kama vipekale, suruali kubwa, matumizi mabaya ya kitambaa. Unavaa suruali kubwa ya watu shona kwa tatu, unashona mtu mmoja ndugu yangu. Mambo gani? Unadhani wokovu? Sio wokovu, ni shamba. Mimi naambia ukweli, hata nimekasirikia. Mimi ndio nishawaambia sasa. Na mtu apige hata pasi, mchafu, afa anaanza ndio kiroho. Unajua sisi tunakelo. Tukitoka kwenye maombi. Kutoka kwenye maombi. Bwana alikuwa anasema na mimi, utakosa mchumba wa maana kisa nguo zitakukosesha hizo. Dress the way you want to be addressed. Nadhani kuna mtu alikuwa anamuhusu hili jambo. Alikuwa anazingua, anatuaibisha walokole. Anatuaibisha watu wa imani, anatuaibisha Wakristo. Avaa vibaya mpaka unasababisha dada zetu akili ziwaruke ende kuwatafuta wanaume ambao hawaeleweki huko nje. Wakati nyie mpo hapa vijana wensa hujajipaka mafuta vizuri tu. Unakuta dada kama mwanaume. Dada yani ukikaa mali kama yote hizo yote. Ni mwanaume. Ni baba. Akisogea karibu kule mdada. Unajua mimi nacho samani. Kuwa nacho ndio wewe vibaya. Uende ukapake baby care. Dada. Sasa si wazuri. Yaani sisemi yani hapa na yaani sio hata kama unaondoa mfano. Yaani kwa mfano tu yani hao tukananza yes, lazima uelewe. Baadhi ya kwa mfano niwape tu mfano. Kuna baadhi ya misingi tu ya neno ambayo unapaswa kujenga mahusiano yako. Kwa mfano nikupe mfano. Kwa mfano kama unatamani kuwa na ndoa nzuri. Ndoa nzuri inaanza na mahusiano mazuri, sawa? Kwa mfano ili iweze kuwa na mahusiano kwa mfano iwe na mahusiano mazuri. Mfano sheria moja hapo inasema hivi, you have to be in Christ and you have to marry in Christ. Si nikisema mwenelewa? You have to be in Christ and the second thing, you have to marry in Christ. Sasa blaza, au wewe dada sasa, hao watu ambao wanajifanya mimi siwataki watu wa kanisani hao. Mimi wa kanisani hamna. They are not romantic. Unataka kwenda kutafuta kitoto kimoja cha shetani kiko huko nje. Huko nje kuna mbwa, kuna wanyang'anyi, kuna wevi, wanaofanyana na hao. Tumeelewana? Unaenda kutafuta kitoto kimoja cha shetani. Unataka ukilete huku afu kianze kuishi kama Yesu. Hizo tabia za Yesu kimezitoa wapi? Yaani mwanaume wangu, si mwanaume ana cheat. Tafadhali. Mtu ambaye hana Yesu asipo cheat ndio tunashangaa. Hajanisikia vizuri. Amepata wapi capacity ya kuto cheat? Kwa sababu naturally mwanaume asiye na Yesu kucheat ni kawaida. Hajanisikia mtu mmoja. Nisikilize, wadada mniangalie vizuri. Hakuna mwanamke yeyote anaweza kusababisha mwanaume asitoke nje ya ndoa. Hajazaliwa, hayupo na hata kuwepo. Mimi nitakatika viuno. Samahani dada, tafadhali tuongee vizuri. Hapa hamna under 18, wote ni watu wazima. Hata kweli ungekuwa na style na unakatika viuno unavyosema, wanavyotudanganyaga. Makundi ambao wenyewe hawana ndoa zimewashinda, wanatufundisha sisi. Wanakutunza ndoa ambazo wao hawajui wameshinda kuzitunza. Anasema katika badilisha style. Samahani brother. Mwaka una siku 365. Na kwa mujibu ya sensa makansela wanasema ndoa iliyo na afya, wanandoa wanapaswa kukutana walau mara 52. Kwa lugha rafu, manake kwa wiki mara moja. Ambayo pia sio haifanyi hivyo kazi ukija kwenye ndoa, sio kweli. Niambie tu kweli kabisa. Maana unajua ni kiroho na kitu hiki hapa kila muda. Si niambie au niache? Niambie. Angalau mara 52, yani manake kwa wiki mara moja. Bahati mbaya sana wanaume naturally they are very active kwenye eneo la sex. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni wanaume. Yaani ni kwa sababu kazaliwa mwanaume. Akishazaliwa mwanaume anakuwa na mahitaji yake ya lazima kama mwanaume. La kwanza ni heshima, niliwafundisha. La pili sijawaambia ni sex na sio sex, sexual fulfillment.
au love making. Sijasema mating na sex kwa sababu mating wanafanya wanyama, sex wanafanya wanandoa ambao hawajui love making. Ni watu fulani ambao wameenda hiyo shule siku nyingine, ukiwa kwenye ndoa nitafute. Sasa sema hitaji la pili la mwanaume ni tendo la ndoa. Ndio maana mwanaume ambaye ni wa kawaida tu ambaye afungi kwa wiki anaweza kupiga hata mara 3 na ni normal. Yaani ni kimbele, yaani mwanaume normal, yaani anaweza kupiga mara 3. Sisi tunaofunga hizo. Unajua? Sio mambo yetu hayo, yaani kwa unafunga kuna namna hormones zinajua na balance. Tumeelewana? Mwanamke wa kawaida naturally sex kwake sio kipaumbele. Yeye kipaumbele chake ni non sexual affection. Umeelewa? Ni ndio watu wazima. Mama niangalia vibaya. Ndio maana unaweza kutoka na binti uko naye hivi, she's just your friend, anaweza kataka tu mshikane mkono mtembee, yani hivyo tu simple, yani yeye anachotaka tu mshikane tu mkono hivyo rahisi hivyo, au mkumbatie, ishie tu kukumbatiana. Mwanaume hiyo kitu haiwezekani, yani tuishie tu kukumbatiana, safari moja lazima imalizie safari zingine au unaonaje? Sasa kwa sababu hiyo, kwa sababu mwanaume anataka sexual fulfillment, mwanamke anataka non sexual affection, kwa maana touching, hugging, kissing, cuddling and their life. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sema ndio. Kwa hiyo tuko pamoja. Kila kitu gani kwamba kwenye ndoa mwanamke hataki seksi sana. Hataki. Yaani sio kama hataki, ndio alivyo, yani kama vile mwanaume anataka, yeye mwenyewe yeye anataka, ndio wanaume wenyewe. So naturally mwanaume anataka sex naturally. Sasa mwanaume kama mwanaume, hakuna hata ungesema kufuata kusema hizo mara 52, yani kila wiki mara moja, tuseme tu minimum kila wiki mara moja. Sio kama ndio inafanya hivyo kazi, ndio inatakiwa hivyo, kwa yani kipimo cha kama ndoa yenu ina afya ni moja, kipimo ni tendo la ndoa, na tunasema sisi wanachokojea na sio makazi wanasema angalau mara 52 kwa mwaka, sawa? Sasa hata kama ingekuwa mara 52 kwa mwaka, hebu niambie wewe, utabadilisha staili ya 52 kwa mwaka? Tuseme umefanikiwa mwaka huu una staili zako 52. Twende mwaka wa pili, tuendelee. Umeelewa ameelewa sasa. Simeelewa kama hiki kinawezekana, ifanye kazi. Kwa ukiona mwanaume ametulia, sio staili zinazomtuliza. Yes sir. Unaweza pastor hajaokoka vizuri. Aoneza sasa, pastor ametuletea nani? Mbona mwamba kama hajaokoka hivyo kama? Mbona brother kuna au tubadilishe kwanza kufundisha maombi, maana mimi sihitaji notes, mimi nahitaji tu ninahitaji kichwa cha somo tu, au tuanze uchumi, tuendelee uchumi alipoisha blaza, tuendelee. Sasa tuanze uchumi. Unapoweka akiba, unapoweka akiba yote ambayo unaweka, kama alivyosema mtumishi wa Mungu kwamba kwenye kila kipato unachopata unapewa mbegu na chakula. Sema amina. Mbegu ni kwa ajili ya baadaye. Haleluya. Na mbegu imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza la mbegu, niangalie mimi, mbona mama angalia blaza kule vipi? Fresh wala vipi? Au nataka kuchoma watu? Haina noma bwana. Hebu tuende kwanza aende akaongea na yule nani kule, afu tutaendelea. Mniangalie tu. Wameshaanza kukasirika. Sasa tunaondoka na mada imejaa. Nilikuwa naongea nini mpaka mmenichanganya? Tulikuwa naongea mbegu. 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 Uchumi, tunaongea uchumi. Ambaki mbegu tena. Basi ndio kwenye mambo haya. Ukiona mwanaume ametulia, jambo la kwanza ametulizwa na Mungu. Na nikisema Mungu namaanisha Yesu. Jambo la pili ametulizwa na maono. Jambo la tatu ametulizwa na maamuzi. Kwa ukitaka kuwa na mwanaume atakayetulia, hatulisi kwa akiingia. Ile sio kusema sasa hivi ameniambia kwamba eti amezini ametoka kwa sababu mimi nimekataa kulala naye. Kwa unaamini ukiingia kwenye ndoa
hata toka kwa sababu si uko naye, yani kwamba utamtuliza? You are joking. Mwanaume ambaye atulizwa na Yesu, wewe una nini cha kumtuliza? Mwanaume anatulizwa na Yesu, na ndio maana sasa anapaswa kuwa ndani ya Yesu. Do you get what I'm saying? Mwanaume anatulizwa na maono aliyobeba. Unapaswa kuwa na maono makubwa kiasi kwamba huwezi kuzini kwa sababu ya maono. Na jambo la tatu ni maamuzi ya mtu, kwamba mimi siwezi kuzini. Ukiwa kwenye mahusiano na mtu ambaye hana maamuzi ya kutokuzini, haina shida. Sasa mimi nisimame nisiendelee? Bwana asifiwe. Amen. Naomba wale ambao mnakaa hosteli ya Shaburuma, tunaongea ni kwamba kuna mmoja anaingia kule amevunja baadhi ya room. Sawa. Kwa hiyo walinzi wanataka wajue gani limechukuliwa anaonekana. Kwa tunaomba wadada ambao wanakaa hiyo hosteli ya Shaburuma, ile ghorofa kwa nyuma si Shaburuma hiyo. Au hiyo nini? Ndio hiyo Shaburuma. Basi kama unakaa kwenye ile hosteli ndio huko hapa. Nenda. Dakika chache tu ananiambia 10 anakuambia kama ni Shaburuma naomba uendelee, kama sio Shaburuma basi ubaki. Okay, sawa. Haina shida fresh. Nimepewa muda jamani, sema amina. Sasa msiongee, wale waacheni watoke taratibu, sio tuendelee na shule. Watatukuta hapo. Msiongoke jamani, Bwana atasema na yeye kwa namna yenu katika jina la Yesu. Do you get what I'm saying? So hebu relax, niangalie tena. Niangalie. Simuona hata mlali. Simuona za ulali yani. Hauwezi kulala, mimi najua hii jambo nalielewa vizuri. Huwezi kulala. Sasa nimesema hivi, mwanaume hauna namna ya kumtuliza wewe. Tumeelewana? Anatulizwa na Yesu kwa sababu ya hofu ya Mungu alionao ndani, kama Yusufu kwenye Mwanzo 39 mstari wa 7 mpaka 12, au Ayubu 1 mstari wa 1 mpaka 10. Hofu ya Mungu kwamba mimi siwezi kuzini na wewe, sio kwa sababu sina hisia, ila ni kwa sababu namuogopa sana nani? Mungu. Do you get what I'm saying? Lakini jambo la pili ni maono. Watu wote wenye maono anaacha kujizuia. Mithali 29 mstari wa 18. Pasipo maono watu waacha kujizuia. Mtu mwenye maono hata zini, sio kwa sababu hataki kuzini, sio kama ana hisia. Ni kwa sababu maono yake ni makubwa sana kiasi kwamba hataki kumpoteza Mungu kwenye hiyo process ya kwenda kuzini, wakati anajua nikimpoteza Mungu ndo atanisaidia kutimiza maono. Do you get what I'm saying? Umeelewa vizuri? Na ndio maana nikasema you have to be in Christ and you have to marry in Christ, kwa sababu ukioa na ukiwa ndani ya Kristo ni ulinzi tosha. Wakorintho wa pili 6:14 mpaka 18. Usifungiwe mila pamoja na asiamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Amos 3:3. Je, wawili waweza kwenda njia moja isipokuwa wamepatana? Mmenielewa vizuri? Waga naongeaga hivi, kwa mfano hapa si mko fellowship mbalimbali na mnaamini dini tofauti, kwa maana ya madhehebu tofauti, sio hivyo? Si ni kweli? Si ni kweli? Ndugu zangu, naomba niwaambieni ukweli kabisa wa waziwazi. Kama hautaki matatizo kwenye ndoa, olewa na mtu wa kabila lako. Sio kabila la Wachaga. Mimi mbona mnaenda mbali huko? Mimi si Wachaga, sio Wasukuma na Wakinga. Achana hayo mambo, mbona mnaenda wapi? Nimesema olewa au oa mtu wa kabila lako. Mmeelewa sana? Nataka ndiscuss kila kitu. Yaani usije kaingia kwenye ndoa na mtu ambaye mna sharp inconceivable doctrinal difference. Nikisema mnanielewa? Hapa sizungumzie udini, yaani mimi sio kwenye udini kabisa, nataka niwasaidie. Yaani usije ukaolewa na mtu afu nataka umbadilishe. Yaani kwamba mimi huyu naolewa naye au namuoa na mbadilisha yeye kama mimi. Mta struggle mpaka ukome. Nikisema wengine si Mungu hapa mko tofauti, wengine sio kuhusu kasfeta hiyo sema. Wengi hapa mnajua makanisa mnaosali. Kuna watu mnavyoviamini havifanani na vingine vinapingana. Ni uongo, ni kweli? Sasa usitake wewe kujifanya wewe, yani useme mimi sitaki, mimi naenda kumchukua huko aliko na mleta huko na mbadilisha. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Ili kuepusha shida, nenda kaoe mtu au kaoe na mtu wa kabila lako. Amini nakwambia, kwenye kabila lako kuna watu wengi. Ni wewe tu unatuletea fujo. Kwa mfano,
wewe unaamini ili Mungu akusikie lazima uombe na mateke na ngumi na kila kitu. Yaani ukianza Baba katika jina la Yesu, Bwana wa majeshi, Bwana ndio jina lako, mtu wa vita, ninakujia Bwana, ayasikie maombi yangu katika jina la Yesu. Mwenzako anakwambia kwani Mungu ni kiziwi? Si uombe taratibu. Kwa sababu yeye kwake akiomba taratibu, Mungu sio kiziwi, ukiomba taratibu anafanya anasikia. Lakini pia our God is not emotional. Hata uombe kwa sauti kubwa haimsumbui. Kwa wewe ni wewe tu, staili yako mbona na wewe inakufaa. Sasa usisumbuane na mtu mkaanza kuvurugana. Umeamka saa 8 usiku. Baba nakamata wachawi mtaa wote. Nitaka sasa Samata tafadhali. Umesema? Mnatafutaga matatizo wenyewe. Dawa pekee ni rahisi tu. Kwenye kabila yenu wapo watu wengi. Ukioana na mtu wa kabila lako mnaelewana lugha. Umenielewa? Si mmenisikia vizuri? Wewe ukifanya hujanielewa, sikikukuta utakuja kunisimulia. So hapo sijiongee dini, so hata mna udini ni tunawasaidia tu. Let's go back to our business. So hakikisha unaolewa na kuoa mtu ambaye kwanza wewe mwenyewe uwe ndani ya Kristo, lakini jambo la pili uwe mtu ambaye uko ndani ya Kristo. Na nikisema hivi namaanisha hivi, brother, ndugu zangu nisikilizeni. Wanavyuo naomba msikie vizuri kabisa, hasa vijana. Kama umeamua kuwa ndani ya Kristo, kuwa. Kama unaona hujaamua, toka. Acha kuwa neutral. Rohoni hakuna mtu neutral. Duniani hakuna mtu neutral. It's either you are controlled by the kingdom of darkness or the kingdom of light. Hakuna mtu neutral. Ukisoma Petro wa kwanza 2:9 anasema nyinyi mkwani wa kifalme, uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, vitu kama hivyo. Anasema mlitolewa muingie katika nuru yake ya ajabu. Sio Biblia yako inasema hivyo pia. Wakolosai 1:13, naye alituokoa akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ni aidha huko kwenye ufalme wa nuru au kwenye ufalme wa nini? Wa giza. Hakuna mtu aliye katikati. So brother, mimi nashinda kuelewa wewe ambaye kwa shetani unapenda manyumba na Bongo Flava unasikiliza, uko nayo, afu baadaye pia unasema Roho wa Bwana pokea sifa milele. Alafu hali hasa hivyo. Hali ndio. Hivyo hata kama nimekosea ndio hivyo. Ni uko nayo. Afu nasema kwani kusikiliza Bongo Flava dhambi? Nipe andiko. Yaani mimi napenda nyimbo fulani hizo za taratibu zile. Tulikuwa na sasa zamani hizo niko mdogo, sio kama sisi hapo wakati kuna Celine Dion. Afu kulikuwa na vipindi fulani vya usiku. Hizo ni kwa advance miaka 2014 hapo. Unasikia anasema, unamsalimia mpenzi wako kutokea wapi? Unajua. Bado anaongea na mapepo hiyo kabisa. Ukimaliza hapo unasikia mwili unasema toto wa advance, unasikia mwili unafanya hivi, yani unamkaruka yani. Juma kutokea Tabata anasema anamsalimia Pendo kutokea Manyala, anasema anamdediketia kibao Achaliana my number 1 popote ulipo, umesikia? Ndio mwili wako hivyo. Uko navyo hivyo. Unasikiza manyimbo yako unasema yani dada anaimba, yani wewe hatari. Kadibu ukimsikiliza niana. Napenda sana nyimbo zake. Unajua mimi ulokole ukifanya shughuli leo moto mimi usiupende. Yani usibini, unajua unapaswa kuwa mjanja hivi, unajua shamba msipendi. Listen to me very careful. The word is not neutral. Listen vizuri. The word is not neutral. It's either you are under the kingdom of darkness or you are under the kingdom of light. Na mtu yote anayeimba ukimwona ni maarufu, kuna upande mmoja amechagua. Unajua au hujui.
Na ukiona anaimba nyimbo, ukiona nyimbo yote imeenda viral, hiyo nyimbo hajatunga mtu, amepewa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Ukisikia Dr. Pena anasema niseme nini siwezi, usije ukasema alikuwa amekaa anasema niseme nini hiyo hamna, siwezi kueleza. Hapana, hajafanya hivyo. Hiyo ngoma imetoka rohoni, anasikia kabisa ni kama mtu anaimba afu anakuja kuileta duniani, ndio akiimba hivi Yesu akukaa chini akatunga. Na kuhakikishia nini, ukiona nyimbo yoyote iko viral haijatungwa, wanaotunga sio wanaweka mashairi sio hivi na haiendi viral popote. The same na watu wa kuzimu. You get what I'm saying? Kila nyimbo unaosikiliza nyuma yake kuna roho. Ezekiel 2:2 aliposema na mimi, roho ikaniingia. Alisikia maneno ikaingia roho. Kwa maneno yanasafiri kwa kupitia roho, inasafiri kupitia maneno. Kama uamini kasome Yohana 6:63. Maneno ninayowaambia Yesu anasema ni roho tena ni uzima. Kama sio Yesu anatoa maneno, nyuma yake ni roho lakini sio uzima. Ndio maana tangia unaanza kusema manyimbo ya kipumbavu, uombe tena unaacha kuomba. Unasema mimi sielewi, sina consistency kwenye maombi. Mimi sielewi kwani unasema uelewi. Kwa sababu hamna mtu anayesikiliza nyimbo kama wewe sikiliza na kana consistency kwenye maombi hizo gani? Yaani unataka nini mwanamwamsho asema Mungu fedha? Wewe mwenyewe hujaamka unamwamsha na? Umenielewa? Tangia nimejua ukweli, mimi kila kinachopita kwenye macho yangu na kichuja. Yaani hata angekuwa mtu anaimba, kuna watu wanaimbaga zile Mungu kabisa, wanasema jamani naimba ngono, uchafu, ushoga, usagaji, pombe na nini, afu nasikia naimba Mungu sijui wa kwetu wote. Mimi siwezi kusema upumbavu kwa sababu yeye Mungu anaimba sio Mungu wetu. Kwa neno hili hadi kuna wasanii wengine wanaojiita nyimbo za injili siwezi kusema nyimbo zao. Na ndio kwa sababu nyuma ya maneno kuna nini? Kuna roho. Sio shida kusema mimi kuna hata movie zingine siwezi kuangalia. Haina ushara kama ni dhambi, sio dhambi. Mimi utu wangu wa ndani unachagua nini chakula. Siwezi kula kila kitu. Nyumbani kwangu wanafaa, huwezi kuweka nyimbo. Mimi kuna nyimbo, eti hii nyimbo, hii eti kwa sababu tu anaimba mtu wa dini. Kwa kama mtu wa dini. Nyimbo kuna nyimbo hapo kuna matakataka, toa hiyo nyimbo, hamna kitu kama hicho. Ndio Ramzani. Na nitaka kuongea ni kwamba dunia haiko neutral. Kwa hiyo wewe ndugu yangu, kama unaamua kwa upande wako chukua serious, acha kutuigizia. Ukija hapa mtakatifu kule mzinzi mmoja tu kabisa unazinizini tu ujinga kabisa. Mzinzi ukifika fellowship na wewe mtakatifu kwa maana. Unajifanyani Yesu. Tukisema tuna dhambi tujidanganya. Ndio dhambi zetu zitakuwa kanda kama damu. Tutakuwa nyeupe kama theluji. Unajua sisi ni wanadamu. Watakatifu walio duniani hao ndio walio bora wote nao. Unasoma kwenye Zaburi 16 something like that. 16. Iweni watakatifu kama baba yenu alivyo mtakatifu. Unamwita Mungu baba yako sasa na Yohana 1:12 wote walimpokea hapo waweza kufanyika kwa wana Mungu. Mbona amdidani na ulao wako kwenye kitabu la Biblia unaona isomo? You are not the son of God. You are joking. Na sana atakuburuza. Yote hii kama umeona kwa Yesu maanisha. Brother, washikaji zako tukiwaambia wewe kwa Yesu wanaweza wakakuwekea garantia kama kwa Yesu kwa mambo unayofanya. Una maneno matatu, afu nasema acha kufanya mambo hayo bwana. Hauwezi kuwa na masomo mazuri kwa staili hiyo. Kwa sababu hauko kwa Yesu, hauko kwa Mungu, Mungu hawezi kukusaidia. Mimi siwezi kukudanga. I'm telling you the truth. Hizi ni fakti ambazo watu hawaambii. Watakwambia unajua mapenzi na mawasiliano, pigia mpenzi wako mara 3 kwa siku, ana kazi huyo. Kwenye kazi hawezi kupigia mara 4 kwa siku, hana kazi huyo, mvivu huyo, zembe hilo. Alijielewa somo la Brother Ibani, Erasto Timotheo, bidii, halina kazi ya kufanya. Mara 4 kwa siku kama daktari au nani? Ushaona wapi vitu kama hivyo? Mtu mnachati masaa 3, halina akili ile. Mtu mwenye akili, mimi siwezi kusema mwanamke masaa 3. Sina kitabu cha kusoma. Sina video za kusikiliza. Sina project zangu nafanya. Hana akili huyo, nampeleka wapi? Afu wanaume nisikizeni, mwanaume mwenye maana makubwa sio wewe mwanamke mjinga, wewe mwanamke mwenye akili. Acha haya mashepu na mali. Haya mashepu naona ni ajabu kwa sababu ya kanao ndani ni kama pua tu. Hizo rangi si mweupe si mweusi.
ni nzuri, sio mbaya, lakini hazina maana kwenye maisha. Hazilei watoto, hazileti ngari nyumbani. Hizo ukizipelekea kwenye kiwanja ifanye kitu, mmejua ujiangata. Uzuri kwa mwanamke mpumbavu ni sawa sawa na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Ukiona Suleiman ameongea Professor of Marriage ameongea nini anamaanisha, kwa sababu alikuwa na wanawake buku. Aliwahi kukutana na viumbe vya namna hiyo, akagundua kabisa ukikutana na kitu ambacho ndio ngata yake imecheza, umeumia. Binti sema wewe, Mwanzo 2 mstari tunasema nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Sikiliza, wewe hauendi kumsaidia mume wako kupika kwa sababu ana miaka 29 na alikuwa anampikia. Hauendi kumsaidia kufua kwa sababu ana miaka 30 alikuwa anamfulia yeye miaka yote. Maana yake kuna kitu kikubwa anachoenda kusaidia. Usioe na mwanaume mjinga asiye na maono wala kusudi. Do you want a good marriage? Usioe na mwanaume mpumbavu. Na naongea kama magumu makusudi, sio bahati mbaya, namaanisha ni wakele. Usioe na mwanaume mpumbavu ambaye hana maono, hana kusudi lolote. Mwanaume mzembe yuko episode ya 89 sasa hivi ya movie. Hana chochote za maana anachokifukuzia. Leo umekaa mpenzi wangu. Kuna mpenzi hapo au kuna takataka moja? Hauwezi kulala cha kwanza. Utajishukuru kwa kukaa hapa mpaka anapomaliza. Si nishawaambia mapema. Eti mwanaume kakaa kabisa kwenye movie. Unakuta mwanaume anacheza PS siku nzima. Jumamosi nzima anaangalia mechi, kamaliza Simba kaenda Yanga si Madrid si nani. Yeye katoka huko kaingia huko. Kafanya mwanaume mzima. Brother. Jione aibu. Unakuta mwanaume kitu pekee anachopambania hapa na sipate sababu tu. Ndio hicho tu. Hamna chochote cha maana. Ukimuuliza kesho yako nenda wapi? Kama nenda kwa wapi? Utasikia mtaajiriwa. Usipoajiriwa, ni serikali ya huku serikali. Na baba amekaa na kiumbe cha namna hiyo, sometimes baby. I miss you. Unaingia kwenye matatizo. Na utoke kwa jina la Yesu. Usiingie kwenye mwanamke mwenye akili akiolewa na mwanaume kama Nabali. Atateseka sana. Ukisoma story ya Abigail, ni mtu mwenye anaheshimu sana wanaume. Alipokuwa anaongea na Daudi, alimuonesha high level of honor. Lakini at the same time alionyesha low level of honor kwa mume wake. Ukiona Nabali amfanikiwa sio kwa sababu ya Nabali, kwa sababu ya Abigail. Ukiona mpaka Nabali anamdownplay mume wake, alishachoka hiki kiumbe. Sasa hiyo hiki mateso nimekula, nimechoka. Unaenda kusaidia mwanaume kusudi alilobeba, maono alionayo. Ndio maana mwanaume akikufuata unapaswa kumuuliza maswali haya mawili. Wadada nisikie vizuri, niwape lonja. Nisikize vizuri, sikiliza vizuri. Serikali imesema tuwasikilize wataalamu. Mtaalamu niko hapa, sikiliza. Swali la kwanza, mwanaume akikufuata muulize na mkazie macho, muangalie. Mwambie sikiliza, samahani. Na hilo sio unamuuliza kama unaona kama unamuelewa hivi. Kama umuelewi piga chini tu. Bwana ameniambia ambie mpaka Bwana aniambie na mimi. Bwana ameniambia hata kama amekwambia mimi sikutaki. Ni rahisi tu. Kwa kama Bwana akakwambia inamtisha nini mimi? Bwana akwambia asiende nini? Kwani anaolewa Bwana anaolewa nini? Hataki. Bwana anaweza kaingia utashi wangu. Kuokoka ameniachia niokoke kwa utashi wangu. Kuolewa ndio nianichagulie. Kati ya kuolewa na kuokoka kitu kikubwa. Kwa nini ameniacha niokoke kwa maamuzi yangu? Unajua nilivyokuwa ninaomba, nilivyokuwa mlimani, namuuliza Bwana, nani nimuoe pale fellowship? Akaniambia sister sala. Nikasikia sasa nikauliza Bwana ni nani wewe? Akasema sal. Nikasema Bwana endelea mbele, akasema sala. Nikasema sister sala. Sister anapanga hapo. Sister Sala anakaribia kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye moyo wake haujaridhika kwa sababu kasikia Bwana kasema na huyo Bwana hajasema naye. Mwambie brother, sawa na nimesikia Bwana kasema na wewe. Nitakujibu brother, na mimi nasubiri Bwana aseme na mimi. Umenisikia? Yes, that's very powerful. Sasa nako pia nitakiwa nikachomekea kidogo kwa sababu machea wanasumbuaga watu.
na viongozi wa maombi. Wale viongozi wa maombi wanakuwa mnatweni wanajiona kiroho. Kuwa kiongozi haimaanishi wewe ni wa kiroho kuliko wenzako. Inamaanisha Mungu amekuona wewe unafaa kuongoza wenzako. Waga naambia hata kanisani naambiaga, mimi kuwa mchungaji haimaanishi mimi ni bora kuliko nyewe wote. Kuna watu inawezekana wanafundisha vizuri kuliko mimi, ila Mungu kaona anitangulize mimi. Kwa hamna cha kujidai, yani kama mimi unajua mchungaji, yani mimi najua sijui kila kitu. Na mimi sioni shida kusema sijui kila kitu. Yani hainisumbui. Na waga naambiaga Mungu akuja kutengeneza watu bora kuliko mimi. Na hii pesi. Ila wewe sasa unajua sasa. Sisi wana maombi ndio sisi. Sikiliza, hapa kwenye darasa la wajinga tukiweka mtihani kuna wa kwanza wanapatikana. Tuache hayo mambo. Viongozi sio wakataka kunikaribisha tena. Siwezi kuwaacha. Mimi nikifundisha wote machia na luka na nyinyi. Lazima luka na nyinyi. Nyinyi ndio mnasumbua watu. Lakini pia nyinyi nikiwatolea mfano hata mkikasika hamna cha kunifanya. Mimi siwajui. Nyinyi si mmenikaribisha wenyewe. Au safi kabisa. Yaani nyinyi nawalipua na ndio mmenikaribisha. Kuniita mimi. Nyinyi ndio mmeniita. Haleluya. Rudi kwenye swali letu. My sister, sema mwanaume akikufuata na ukaona umemwelewa, swala la kwanza sio kumuuliza unanipenda, mpaka amekufuata anakupenda. Tumeelewana? Swala la kwanza very simple, muulize yani siku ya kwanza hiyo muulize, mimi ni msaidizi na kuja kukusaidia nini? Hana hilo jibu, piga chini. Umeweza kusema? Yaani kwa mimi nakupenda. Yaani toka huko first year nikaona kuangalia wanatembea pale fellowship, nikaona mama unafaa kwa mpenzi wangu. Mwambie safi. Tuendelee. Mimi ni msaidizi wako na kuja kukusaidia nini? Huna vision, huna kusudi. Mwanamke usiingie kwenye hicho kwenye nasiongea useme kanikasirikia. Unaingia pabaya. Kwa sababu lengo la mke sio tendo la ndoa peke yake. Lengo la mke sio kufuliwa. Lengo la mke ni kuja kukusaidia ulichobeba. Umebeba nini? Akikwambia ndio unajiangalia na wewe kwamba kwa nilivyo ndani ninaona naweza kusaidia kitu cha namna hii. Mke wa nabii hawezi kuwa mke wa mchungaji. Mke wa mchungaji hawezi kuwa mke wa mwanasiasa. Sio mvuruge. Mimi napenda watumishi, mtu watumishi. Kwa kama mtumishi unaweza kusaidia mtumishi au unataka kupiga yale mapicha yale? Yaani mimi napenda niona brother John anaomba. Yaani ni ndio tuko tunaomba. Ni maombi tu ndani radaba. Makatua. Ida baba hadaba. Ndugu yangu kwenye ndoa hatuombi. Hata mimi mchungaji mwenyewe njejeni mani kwa tuomba kila muda. Tuna akili kabisa za kuomba. Ambazo kuna wakati naweza nikachoka na nisiende na uchungaji wangu. Unanisikia? Sembusha yule brother ambaye anaomba kwenye fellowship tu akiwa peke yake aombi. Anaomba zile za show zile. Omba. Huyu anayeongoza hapa akiwa peke yake hawezi kuomba saa moja. Utakuja kunisimulia. Oewa na mtu mwenye maono na mwenye kusudi, kwa sababu ndio kitu ambacho unaenda kusaidia. In fact, hiyo ndio gundi itakaowagundisha love is not enough. You get what I'm saying? Swali la pili, sema swali la pili, muulize unanioa lini? Yaani hiyo ngoma sio mmekaa kwenye mahusiano miezi 6, nazungumzia amekuja. Hiyo mapema kabisa, chap kwa haraka. Mwanaume asiyejua anaoa lini sio muoaji, ni mchezaji. Hajanisikia. Bahati mbaya nikiongeaga hivi najua baada ya kumaliza kuhubiri naelewa kuna vitu vitaenda kutokea huko. Kuna mahusiano hapa yanavunjika, ndio nasema nimeshamaliza. Ukimaliza kuongea hivi na ujalala, wewe ungelala ungekuja nisikia ujalala. Shauri lako. Ujalala. Swali la kwanza muulize, mimi ni msaidizi wako na kuja kusaidia nini? Umenisikia? Mwanaume akifuata swali la kwanza muulize, na kuja kusaidia nini?
Swali la pili niulize, unanioa lini? Yaani unanioa lini? Sasa sema waoaji wote wanajua wataoa lini, na waoaji wote wanaoa muda mfupi ujao. Hajanisikia? Hawataki. Sasa hawataki. Mimi naambia ukweli. Nimesemaje? Waoaji wote duniani wanajua wataoa lini na ni muda mfupi ujao. Ukisikia mtu anakuambia toa baada ya miaka 6, si nikwambia ukweli? Yaani kwaje? Ukisikia mtu anaanza kukupanga, unajua sasa hivi tuko mwaka wa pili, tukipiga mwaka wa 3 hapo, tukimaliza naenda kuomba kazi, nafanya kazi miaka 3, nipanga baada ya mwaka mmoja mbele na kuoa. Ukidisco kwa mfano ikatokea ukaenda mtaani usipate kazi, kwa hiyo sielewi. Yaani waoaji wote wanajua wanaoa lini. Umenielewa? Kiona mtu aelewe. Mimi naomba nikupe mfano mdogo wa waoaji wataalamu kama sisi. Siku ya kwanza na mimi ongea nitoe ushuhuda. Mke wangu nilivyomuoa. Mke wangu, she was my friend in this sense, tulikuwa tunaabudu kanisa moja, sawa? Alafu mimi professionally mimi ni civil engineer. Nimesoma civil engineer, nimesoma University of Dar es Salaam. Nimeweza mwaka 2019. Sasa mimi maisha yangu yote nilikuwa najua mimi ni engineer. Sikuwa najua kama nitakuja kuhubiri. In fact, hivi ninavyoongea mtu ambaye nimesoma naye akiniona sasa, hadi Sauli anatabiri. Ndio anashangaa hivyo, hata mimi najishangaa. Yaani mimi siwashangaa kwa nini anashangaa, mimi najishangaaga. Sasa baza vipi? Aujui lini utaoa nini? Baza atania. Umefanya vizuri kutufungia mlango. Sasa sikiliza. Mimi nilikuwa najua mimi ni engineer na nilikuwa naipenda engineering kwa kiwango ambacho huwezi kuelezea. Kwa sababu mimi nimejijua nitakuwa engineer nikiwa darasa 7. Yaani kujijua kwamba mimi engineer, tena sio engineer, civil engineer, na sio civil engineer, engineer wa barabara. Yaani kwa very specific nikiwa darasa 7. Je, kama mzee? Kuna engineer wa inspire, sababu nilikuwa naweza hesabu sana, I was very best in mathematics. Yaani sio mambo nilikuwa nalipenda na sio mambo nilikuwa ni rahisi, yaani nilikuwa nashindwa kuelewa watu wanashindaje kupata 50, yaani nashindwa kuelewa. Mimi nashindwa kuelewa. Wanaferije, yaani mambo wanateseka. Mimi nilikuwa nateseka English, Kiingereza. Nilikuwa sikipendi na sipendi na mwalimu. Ile hesabu, yaani hesabu nilikuwa naiweza, yaani mimi si natural, yaani Mungu tu alinipa hicho kipawa. Na ni maisha yangu yote. Yaani situmii nguvu, niseme hivyo basi. Kutoka la 7, sasa watu wanasema, wewe kwa sababu unajua hesabu, wewe ni engineer. Wakaniambia utasoma PCM. Umeelewa? Wewe unasoma PCM huyo. Na nikaa na watu ambao wamenitangulia mbele na engineer. Kwa nikasema hii nitakuwa. Toka niko la 7 napenda engineering. Nikaenda form 1, toka form 1. Form 1 mpaka form 4. Nimewahi pata B1 na C1 ya hesabu. Zingine zote ni A. C nilipata C ya 54 nikiwa form 4. Mtihani ulikuwa ni wa test. Na nilipata C ya 54 sio kwa sababu nilifeli. Mimi mwalimu alikuwa anisaishia njia na anisaishia jibu. Umeelewa? Anataka mimi kwa sababu alikuwa anajua hii ni yangu ya NECTA. Kwa alikuwa anataka kunisaidia niwe na accuracy. Kwa sababu nilikuwa nikitumia mtihani nafanya mara mbili, nafanya mara kwanza namaliza narudia tena. Yaani nafanya namaliza maswali yote afu narudia tena. Kwa hiyo nilikuwa na hakika, yaani nikifeli sana, yaani nataka nipate zote. Kwa hiyo mwalimu akanisaishia jibu nikapata 54. Kwa hiyo nimekosa sio kama nimekosa maswali, yaani accuracy. Afu mwalimu akaniambia you have to be very serious. Umenielewa? Na huo mtihani nilipata 54, mtihani wa nyuma yake nilikuwa nilipata 94. Kwa hiyo ya 54 akauchukua akaweka juu, kila anayekuja sikati napata, yeye anataka tu ile mimi niinue. Ndio maana siwezi kusahau. Mtihani ambao nilipata B ya 75, mtihani wa NECTA form 2. Na sielewi nilipata 75. Sielewaje bilo. Kwa sababu mtihani mzima nilikuwa naujua. Yaani nilikuwa na rahisi yale maswali. Mengine yote yaliyobakia nimepata A. Na niweza 90 kwenda juu. Sio uongo, niliosoma nao nafahamu. Naongea na kusudi. So nilikuwa nafaulu kwa kilicho kiwango. Tukianza advance nimesoma Mzumbe. Umeelewa?
na nilichukua best in chemistry, best in mathematics. So unaeleza mtu hivyo, naipenda kwa najijua mimi ni engineer, najiita engineer. Nimeenda chuo ya engineer toka first year. Mimi mpaka nikafungua account ya engineering hadi leo ipo. Mimi mama nilikuwa nakwenda engineering na account ya engineering. Mimi kuna wakati nilikuwa naenda kule huko anaitwa wapi? Kuna mahali fa Desemba kwa tona maji sana. Huko Yanga nini bado? Ya Mjakada. Jangwani, yes, Jangwani. Mimi pale Jangwani maji yamejaa. Kuna siku nilivua viatu. Nikatembea ili nipaone ili nitoe solution ya taifa. Unacheza na mimi nini? Unacheza hapo na kwenda engineering kwa hicho kiwango. Nilitembea kwenye tope, unajua tope. Yaani nilivua viatu, nikabeba viatu mkononi. Nikaanza kutembea kwenye ile tope la Jangwani pale. I don't care. Naipenda I love engineering. Natembea tunapiga picha zile. Nasema serikali lazima tuwe na jibu hapa. Lazima tuwe na jibu. Sio na serikali. Hii sio serikali. Ila tu basi napenda hicho kitu. Ukienda kwenye ile page utagundua nimepiga na ile industry Msamvu wapi, afu natoa suru hapa, status yake ni hivi na hivi, serikali fanya hivi. Naipenda jengo namna hiyo. Nimemaliza chuo, bwana ananiambia you are my servant. Na wewe sio engineer. Nina maswali yangu magumu sana, moja kati ya swali kwa nini niambia sio engineer? Kwa sababu mpango kwa nani? Kwa engineer. Ndio mzee. Umenielewa vizuri? Tukalo so short. So nikajua nini engineer na nilifanya hadi kazi kabisa. Afu baadaye Mungu anaanza kuunfold kile alichonitia. Ana yafanya sio kama haya mambo ni ya kitabu. Nilikuwa najua hata kama sianza kufanya. So Mungu akawa ananiambia nimekuita kuwa hivi, utafanya hivi, maisha yako ya namna hiyo, umeelewa? Baadaye Mungu akanipa assignment ya kwenda kwa baba yangu wa kiroho. Akanitrain nyumbani kwake. Kwa hiyo nimeenda kukaa naye. Nimekaa naye mwaka mmoja na nusu. Na hakuna mtu anajua niko wapi. Sasa nilipokuwa nakaa kule, mke wangu yeye na yeye alikuwa anakuja pale kwa sababu yeye amesomea nursing. Kwa alikuwa anafanya intern mbili. Kwa anakuja. Point yangu umeelewa? Kwa akawa rafiki yangu kwa sababu anakuja pale ndani ananikuta mimi kijana ambaye beba mabegi, Elisha kwa Elia. Baba akiwa anaenda na domini sio baba mabegi na unaweka hapa Biblia, sio nini umebeba ndio sisi hao. Watu wakianguka ndio tunabaka ndio sisi vijana mashamba boya. Ndio nilikuwa mimi nzizo. Tunamrekodi baba. Hivi vitu kama hivi vitu kaza namna hiyo. Kwa alikuwa rafiki yangu kwa staili hiyo. Tukaishi pale na nini. Baadaye moyoni mwangu nikagundua I say, huyu dada huyu. Bwana huyu ni nyama katika nyama zangu kabisa hii. Yaani nikaona hivyo ndani yangu. Huyu dada huyu ni nyama katika hii sio dada wangu huyu. Huyu anaolewa kabisa huyu. Umeelewa? Kwa nikamzumu nikagundua anafanyaje? Anafaa. Nikaanza kumuomba Mungu. Sasa mfanye kama mimi najisemea mimi. Nikaanza kumomba Mungu ndo mwenyewe au sio? Mimi sitaki kufanya makosa na nini. Nikaomba. Baadaye nikasikia amani ya moyo kama ndo mwenyewe. Amani. Sikuambiwa na Mungu, nilisikia tu huyu ndo mwenyewe bwana nitamfuata. Lakini timing ya kumfuata nilishindwa kwa sababu nilikuwa sielewi kama nitamuoa lini. Ni kweli nimempenda, ni kweli ndani yangu nimemdhihirisha na kama ndo mwenyewe nimemwomba na Mungu, ila kumfuata nashindwa kwa sababu nikijipima ndani yangu nitaoa lini sioni. Umenielewa? Na akupa sifa za waoaji, maana nyewe wengi mko na wachafuaji tu, hata sio waoaji. Nikaona ndani yangu mimi bado, ila nampenda, ila moyo wangu naona nini bado. Swali langu kubwa nikasema hivi, kwa mfano nisipomfuata, je, ikitokea kuna mtu kamuwai? Najua na maswali yenu hayo. Sasa kama nikakaa nikakuta amemuwai, sikiliza. Ukiona amewaiwa kwa wako, cha kwako Mungu atakutunzia. Na kama hicho ni cha kwako, hata kama kimewaiwa kitaachwa wewe ukitaka kuoa. Umeelewa? Mungu akikutunzia akiozi. Yaani amini nini? Mungu akikutunzia kufanya? Ikitokea kimeoza akikuwa cha kwako tangia hapo wewe hisia zako tu. So mimi sikumwambia, nikaendelea kuomba. Siku moja nikiwa naomba, niko polini. Kuna mahali kule pale tulikuwa nakaa ni katika depo, unapofahamu. Zamani kama vijana palikuwa kuna mapori kule. So niko zangu polini naomba. Watu wanadhani naomba taifa, Mungu naombea taifa, kumbe naombea ndoa bwana. Mimi Mungu ni babangu. So nikaenda mbele za Mungu nikamwambia Mungu, mimi kiukweli nimempenda mtoto wako. Mimi hapa siwezi kudanganya. Hapa nilipofika ninampenda yule dada vibaya mno. Naomba Mungu ujue. Na niko tayari kumuoa. Lakini Mungu, hivi ni kweli huyu binti umenipa? Yaani umeona kibamuliza ni kwamba nisije kana jitesa kumbe sio wangu.
niliomba vile nikaomba, nikiwa naomba nikasikia fungua Zaburi 21 mstari wa 2. Usifungue sasa, sio ukachukua ukasema hiyo ya kwangu. Nikafungua hiyo kutani hapo, nasemaje? Fungua hapo, hiyo ndo andiko lililosababisha yule dada yule binti aolewe na mimi. Nasemaje? Sema. Unasemaje? Umempa haja ya moyo wako. Umempa haja ya moyo wako wala ukumzuilia matakwa ya midomo yake. Sasa mimi nilichokuwa naomba nini? Sinataka udada nipewe. Nikajua Mungu ameshanipa, nikafunika huyo, nikaondoka zangu. Kwa hiyo nikaa nikiongea naye, najua ni mke wangu. Na uhakika niko settled hivyo ndani. Kumbuka Mungu akitunzia kiozi. Kwa tukaenda miezi mingi zaidi ya miezi 8, yani story tu za kawaida. Siku hiyo nilipojilipia ndani yangu nitaoa lini, nikamfuata. Kwa nikamfuata very straight, mimi sina mambo mengi, nikamfuata tukaongea, nikakaa naye nikamwambia sasa sikiliza. Mimi bwana kuna mambo nataka tuongee. Okay sawa, nikamwambia twende kanisani. Kakaa pale katikati ya kanisa nikaomba, Baba katika jina la Yesu nakushukuru. Na nani amen. Nikamwambia kuna mambo kadhaa nikwambie. Nini? Nikamwambia sasa jambo la kwanza ni kwamba mimi nimekupenda na ninataka kukuoa. Sio nimeonyeshwa na Mungu, hamna cha kuonyeshwa na Mungu. Mimi nimekupenda, nataka kufanyaje? Kukuoa. Hayo mambo sio nimeonyeshwa na Mungu, nilimwambia baadaye. Yaani hapo tushafika level kwa naambia yake ukweli mimi bwana. Mungu aliwahi niambia. Umeelewa? Lakini sio tu yeye nataka afanye maamuzi mwenyewe. Kama Mungu kweli ameniambia mimi atakuwa anaongea na yeye. Labda kama hajaongea afanye maamuzi yake. Kwa hiyo nimekupenda nataka kwa nikamwambia ndio nimekupenda. Hajakaa vizuri nikampiga na kingine nikamwambia ukinikubalia na kuoa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2023. Anakodoa macho nikamwambia ukinikubalia mimi nimeitwa kwenye hiki kizazi. Tutazunguka sana kwenye vyuo, tutawafundisha vijana, tutakuwa na kanisa kubwa. Alafu si tutakuwa kanisa moja tu. Mimi nitakuwa tunatembea mimi na wewe. Tunaenda kufundisha, tunahubiri, tunazunguka Tanzania. Dada na wadada wanajua imagination. Yaani wakati naongea hivyo najua ndio anasafiri, anaenda sio Tanzania, anaenda Kigoma, anaenda Mwanza, anaona tunatembea naye, tumevaa sare, anaona wewe ndio kwao ungenikataa. Dada alikubali hapo, hamna sisi kaombe, hamna. Akasema bwana mimi kweli mimi nakupenda. Nimekubali. Wale ambao wanafahamu niliyoongea yote yamekuwa. Hata hapa tukao tunasema sababu ni usiku sana na mtoto ndio hiyo, lakini kiukweli huwa tunakuwa naye, tunahubiri naye, tunafundisha pamoja. Na yeye ni mwalimu mzuri, mimi ni apostle, ni mwalimu. Kama usije ukasema amejiita apostle, yani nimesema tu, yani kwa maana ya functionality. Yani sio apostle, mimi ni mchungaji ila functionality. Msiweza kukuza mambo. Amesema yeye ni apostle. Mimi ni mchungaji ila mara moja nafanyaga kwenye functionality, yani ndio apostle alivyo. Umeelewa? Safi kabisa. So nilipomwambia nimekuonesha hapo, nimwambia tarehe 2 mwezi wa 8. Ila nilikuja kumuoa tarehe 21 mwezi wa ngapi? Wa 10 2023. Imepita miezi mingapi? 2. Na hiyo miezi 2 iliyopita ni kwa sababu nyumbani kwao walinichelewesha miezi 2 kwenye kwenda kutoa mali. Umeelewa nikisema? Wakati nasema sikuwa na vitu vingi, sikuwa hata na hela hivyo, ila ndani yangu nilikuwa na Mungu mkubwa, nilikuwa na maono makubwa na imani kubwa. Na yeye akaelewa, akakubali. Ni wewe tu kiumbe chako ambacho hakielewi kinaenda wapi. Kitu pekee unachoongeaga wewe unamguamia. Unasema unasema ningekuwa akatwende to hold you and touch you. Ndio unachoongeaga hicho tu, hamna chochote kingine cha maana. Ukimuuliza tunaona lini, hana tarehe. Basikia yani unajua, mimi siwezi kusema moja kwa moja kwa neema za Mungu. Wauni. Mmenielewa? Nani angaika za muda kidogo? Bado kama muda nako. Tuseme unaniongezea muda. Mimi niko kwa time. Mimi hata tuende mpaka asubuhi. Mimi ndio hivi ninavyoongea. Yaani mimi si cha kuongea. Sasa sema tatizo kubwa la mahusiano yetu mengi
Ni kwa sababu hatujajenga juu ya msingi wa neno la Mungu. Umenielewa? Kwa mfano, sema kwa mfano, ndoa nyingi zina changamoto kwa sababu hawajui fundamental laws of marriage. Hawajui. Kwa mfano, Mwanzo 2 mstari wa 24 mpaka 25 inatuonesha laws 4 ambazo mwanandoa yote anapaswa azijue. Asipozijua ndoa yake inakuwa mbaya. Mwanzo 2 mstari wa 24 mpaka 25. Naomba nikusomee. Nasema hivi: mtu huyo atamwacha baba yake na mama yake. Sawa? Biblia yako inasema hivyo. Alafu anasema ataambatana na mkewe. Biblia yako inasema hivyo. Alafu anasema nao wawili watakuwa mwili mmoja. Alafu anasemaje 25? Anasema nao wawili walikuwa uchi wala hawakuona haya. Biblia yako nayo inasema kama ninachosema mimi. Biblia yako nayo inasema kama hivyo. Amen. Kuna sheria 4 hapo za ndoa. Usipozijua umeumia. Sheria ya kwanza ni kuacha. The law of living. Sheria ya kuacha. Mtu yote ambaye hataacha wazazi wake hawezi kuwa na ndoa nzuri. Na sio tu wanaume peke yake, hadi wanawake. Mwanzo 50 mstari Mwanzo 45 mstari wa 7 anasema binti, waache wasahau watu wa nyumba ya baba yako. Alafu anasema naye mfalme atautamani uzuri wako. Biblia yako inasema nini kusema? 45 mstari wa 7. Mbona mnaangalia tu vipi? Inamesha Zaburi. Kwani nimesemaje? Nimesema? Nimechanganya sasa. Actually mimi nimesoma Zaburi, nimesoma Zaburi. Ila Zaburi ya 45 mstari wa 7. Sio hivyo? Yes sir. Si ni kweli? Siwezi kuwa nimekosea bwana. Wewe vipi? Najua ninachofanya hii ni kazi yangu. Mbona unishangaa? Hii ni kazi kama kazi zingine. Kwa lazima niwe mtaalamu. Kwa maana yake aniacha ni mwanamke na mwanaume. Na kwa nini anazungumza wazazi? Kwa sababu wazazi ndio mahusiano makubwa ya mtu kuliko mahusiano mengine yote. So anaposema waache, haiwezekani wewe dada mambo yote kana mume wako unaenda kuyapeleka kwa wazazi wako. Haiwezekani wewe kijana hela za kuhudumia mume wako unazitoa mke wako unazitoa kwa wazazi wako. Hujaacha wewe. Unakuta dada yuko attached na mume wake na baba yake kuliko mume wake. Au unakuta mwanamke yuko attached na nabii wake na mchungaji wake kuliko mume wake. Maana yake hujaacha. Ndoa yako utakula ngumi za uso. Unakuta mwanaume anawaelewa marafiki zake kuliko mke wake. Haujaacha marafiki brother. Utakuwa na ndoa mbaya. Ambatana, maana yake mnapaswa kuwa kitu kimoja. Mnania mamoja. Ufikie level ambayo watu wanajua kabisa hawa jamaa huyu na mke wake lao nini? Moja. Watakuwa mwili mmoja, maana yake intimacy. Oneness in mind. Oneness katika mwili, oneness in the spirit. Alafu anasema they were naked and they were not ashamed. Maana yake ni law of transparency. Haiwezekani unaolewa anasema siri ya mwanaume ni kama kitunguu. Sio siri ya mwanaume kama kitunguu. Kwanza sio siri ya mwanaume, siri mwili mmoja, siri yetu. Ila anaishika kipande changu kinashika. Hajanisikia? Hamna siri ya mwanaume na mwanamke, siri zetu ni za kwetu. Sema huyu kiungo kimoja ndio kinashika hii simu. Yaani sana simu niseme mimi mkono wa kulia ndio simu yangu, hii simu yangu, mkono wa kushoto ushike. Nani kakudanganya? Simu ya mwanaume ni simu ya mwanamke, shika kama chezea, soma message, soma kila kitu. Ndio nimeshakwambia the law of transparency. Umesikia? Au leo sheria mkomo kwenye ndoa. Unamficha mke wako hela, unasema wanawake hawataki kujua hela zako zote, utakufa kidudu. Mke wako anapaswa ajue kila kitu kuhusu wewe. Wewe mwanamke unakubali akuone utupu wako na shida kati ya wewe na hela kitu cha zamani. Nini kuna angalia na kitu kipo sawa. Yaani unashindwa kumwamini mke wako na hela zako na unamwamini yeye mwanamke akupikia chakula kikuua. Au mnaonaje? Mnaona kama mimi? Yes. Hizo sheria 4. Hapo sina muda wa kuelezea. Lakini nimekuonesha sasa umeona kwa nini watu wanafeli ndoa? Hawajui neno la Mungu linasemaje kwa habari ya nini? Ya ndoa. Alafu anatoa hizi ndoa wewe. Thank you Jesus. Muda utoshi, mambo ni mengi. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza tu. Tulikuwa tunaongea kidogo, nimepiga story. Si story umeelewa Si umeelewa? Sababu ya pili kwa nini ndoa nyingi zinapitia changamoto ni kwa sababu ya msingi mbaya wa ndoa zao. Msingi mbaya wa ndoa zao. Msingi mbaya na hii ndo namalizia. Nisikilize, mimi nimesoma civil engineering nafahamu.
Ukisoma Mwanzo 11:3 anasema kama msingi ukiharibika mwenye yake atafanya nini? Umeelewa? Na tumeona Mathayo 7:24 mpaka 27 anaeleza kwa bali mtu alijenga kwenye mwamba na kwenye nini? Si ni kweli jamani? Mbona mnachelewa kunarudi kwa nguvu sana nyie? Kati vitu viko obvious tu. Sisi maengineer, moja kati ya structural element ya lazima ni msingi. Sawa? Na ikitokea msingi umepata shida, tunaweza tukabomoa nyumba nzima. Ndio maana Biblia inasema kama msingi kiharibika, mwenye yake atafanya nini? Ningekuwa na hivi ningesema avunje nyumba nzima. Kama kuna eneo unapaswa kuwa very sensitive kwenye issue ya ndoa, ukitaka kuwa na ndoa nzuri, hakikisha msingi wa ndoa yako unakuwa bora. Umenisikia ndio kusema? Umenisikia? Kuna aina 4 za misingi ambazo watu wanajenga vitu vyao. Aina ya kwanza inaitwa zero foundation. Hakuna msingi kabisa. Brother John ulienda field Malampaka Tanga, ukafika kule ukakutana na kadada kamoja, ukakaelewa, ukasema tu hapa napiga chapu naondoka, mara pa mimba. Watanga wanasema unaoa au tuifanye mimba ije kwako? Unasema shehe mimi naoa. Umeelewa? Manake umeoa ndoa zero foundation. Baba mama yako anakuambia tuna family friend ana hela amesoma, kwa hiyo bwana nitakutanisha naye muoane. Yaani unapiga tu mama kapigia kule, baba akachukua akaweka ndani kwa mtoto akachukua, wameoana zero foundation. Cha mtema kuni takiona mtaingia kwenye ndoa. The second dimension of foundation tunaita shack foundation, msingi ambao unalegalega. Ya kwanza ni zero foundation, ya pili ni shack foundation. Shack foundation ni msingi upo lakini unalegalega. Na nikisema shack foundation kwa mfano ni msingi ambao watu wanaingia kwenye ndoa bila kujua wanachoingia kufanya ni kitu gani. Hiyo shack, kwa mfano kuza ndoa ni nini? Ukitaka kuwa na ndoa nzuri lazima uone vitu gani? Vitu gani vinaua ndoa? Kama ujui hao mambo elementary, kwa nini unaoa na kuolewa? What the purpose of marriage? Ujui, wewe unaingia kwenye ndoa shack foundation, utakuwa za uso. Jigaranze. Msingi wa tatu unaitwa wrong foundation. Huu ni msingi ambao mtu anajenga kwenye vitu vya ovyo na hakika ndoa yake lazima iwe mbaya. Na msingi wa 4 unaitwa strong foundation, ni msingi imara. Ambao msingi imara ni kujenga kutokea kwenye neno la Mungu. Do you get what I'm saying? Sasa nirudi kwenye wrong foundation. Kwa mfano, nikisema mtu huyu amejenga kwenye wrong foundation, moja kati ya namna ya kujenga kwenye wrong foundation ni mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano na anazini. Hizi dakika 5 lazimalize vizuri hapa. Yaani wewe unaingia kwenye mahusiano na mtu na mnazini, alafu unaamini utakuja kuwa na ndoa nzuri. Mimi nikwambia ukweli, sikuacha. Siwezi kukuacha. Nisikilize vizuri. Watu wengi wangekuwa wanajua anachokijua shetani kuhusu zinaa, wasingekuwa wazinzi. Umesema? Niambie ni dhambi gani ambayo inapewa promo duniani zaidi ya zinaa? Niambie nie. Shetani yuko lazi kugharamia gharama yoyote, yuko lazi kutumia mtu maarufu yoyote ambaye atapromote zinaa ya namna zote, cutting across lesbianism, gayism, pornografia, masturbation and actual fornication. Siku hizi huhitaji kwenda mafiati kuona makahaba, unahitaji kuwa na simu. Unaweza kwenda kudownload app ya Biblia, unashangaa dada wanakatika tu hivi. Unasema ila dada siku hizi wana maharibikiwa. Ndio mwanzo kwenda ndio unaingia kwenye shimo tayari. Unakuta watu wanatangaza magari, unashangaa dada kageuka hivi anakuambia magari. Unaweza ni magari au ni magari? Wanauza zinaa kwa bei rahisi sana. Siku hizi ili kichekesho kiende viral, ikiza ujinga na ngono. Siku hizi ile na nyimbo ambayo itahiti ima na ngono tu. Ukiwa na nini? Siku hizi watu wanaimba kama ni ndoa, lakini hivi ndoa wanaimba ngono. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu shetani anajua zinaa imebeba nini ambacho yeye hamjui. Ndio maana mnazini nasema, baba nimeanguka. Baba naomba nione. Tunaongea tena
baba, shetani katupitia. Zinaa sio bahati mbaya. Kila anayezini anazini makusudi. Hakuna anayezini bahati mbaya. Hata anayeangalia pornography, ukirudi nyuma kidogo alikuwa anajua anaenda kuangalia pornography. Hata anayejilipua na kujichukulia sheria mkononi na kupiga puli na masturbation, ukirudi nyuma kidogo alikuwa anajua anakoelekea wapi. Hata yule ambaye anasema nenda kwake akaniangalia, kabla ya kwenda Roho Mtakatifu alimwambia leo usiende. Nini nataka kusema? Zinaa sio bahati mbaya. Na ndio maana Mungu kabla hujaanza zinaa ataongea na wewe, atapiga makelele. Kwa nini? Kwa sababu anajua zinaa imebeba nini. You get what I'm saying? Kasome Mithali 5, Mithali 6 na Mithali 7. Moja kati ya kitu ambacho zinaa imebeba mauti. Narudia tena, zinaa imebeba nini? Mauti. Nenda akasoma hivi vitabu vingi. Kijana mmoja mjinga, hana akili, akaonekana sio nini, you get what I'm saying? Shetani akitaka kuua kiroho chako, hakwambii nakuja kuua kiroho chako. Anakuletea boyfriend fulani ambaye hana anakoenda, ila atahakikisha mnazini. Wewe mwenyewe unajijua ulikuwa wa moto. Ulipoanza zina sasa hivi uko serious. Ni kweli ukisimama hapo unaanza kuimba, ila unajua hakuna mafuta baba, mafuta hamna. Una sauti ila hakuna upako wowote unatuigizia. Kuna watu shetani anajua sasa wewe mikono yako inapaswa kushika billions of money, anakuua mapema kabisa. Anakuletea kadada kamoja unalala nako, umeenda na maji. Anakuwa wewe mzinzi, umeenda na maji. Kila unapotaka kuzini, kumbuka jambo hili. Zinaa ni asali yenye sumu. Asali hata ingekuwa tamu namna gani, ukishaambiwa ina sumu, hauwezi kuila. Kila wakati unaposikia tamaa ya zinaa, si nataka nikamasturbate, useme tu mimi, wewe sikiza, kuna kitu shetani anataka akiue kwenye maisha yako. Kila wakati unataka kwenda kuangalia pornography, kumbuka neno, kuna kitu shetani anataka akiue kwenye maisha yako. Kila ambapo unapata fursa ya kuzini, Yusufu, ukipata fursa ya kuzini na mama Potifa, anataka auwe ukuu uliobeba ndani yako, uendelee kuwa mtumwa. Usikubali kuanguka kwenye zinaa. Hata kama dunia nzima inaanguka kwenye zinaa, you have a great destiny, you have a great future. Don't kill it in the altar of fornication. Simama kwa miguu yako. Nataka ujiombe.